Bwana amenifunulia kwa Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu, amenifunulia kwamba Mungu anampa au Mungu anamwekea ndani yake upako wa mama. Sisemi kwamba alikuwa nao au wanao, mimi nasema kile nilichoonyeshwa. Nimeonyeshwa kwa mazingira ya ndoto. Mazingira haya nimeonyeshwa hivi: kuna mahali kama pana mlango, tena kabisa mazingira ya hapa kanisani. Alafu pale mlangoni nikamwona Mheshimiwa Mwigulu, waziri mkuu, amekaa pale mlangoni akiwa anatoa sifa kwa nani? Kwa Mheshimiwa Rais. Anatoa sifa, anamsifia, tena kana anasema hivi kwamba nilianza kabla sijawa waziri mkuu, na hata leo mimi ni waziri mkuu na nayasema haya. Akaongea maneno fulani hivi ya heshima, maneno ya utukufu, na wengine wengi nikaona wanafanya hivyo. Na mimi Bwana akaniambia hivi, na wewe ni zamu yako, nataka uende ukazungumze, uende umwambie huyu mama. Kaambia sawa. Kaniambia msogelee. Basi nikamsogelea yule mama pale. Kaniambia sasa mwambie hivi kwamba ninampa upako wa mama. Nampa upako wa mama, sio upako wa urais. Narudia tena, sio upako wa urais. Wale ambao tumekuwa jana nifundisha kwamba kila kitu kinafanyaje, kinaendeshwa na upako. Kwa hiyo upako wa kuwa mama. Alafu hiyo hali ya umama itaanzia wapi? Kaonyeshwa hivi, Mungu atamwekea vitu viwili. Atamwekea uchungu na huruma. Alafu ataanza kulia machozi. Kwa hiyo kule kuwekewa uchungu na huruma ndio ule upako unafanyaje sasa, unaingia ndani yake. Atakuwa akiona baadhi ya mambo kwenye nchi, yeye atayahurumia yeye. Alafu yani huruma ile ambayo itampa uchungu na machozi, ndio pale ule umama sasa unafanyaje, unaongezeka. Tumia lugha hiyo, unaongezeka au unajaa. Siongelei umama wa watoto kwamba huyu ni mama ana watoto wawili watatu, hapana. Naongelea katika uongozi wake, Mungu anampa malezi yale ya mama. Siongelei mama wa watoto kama alivyo mke wangu pale nyumbani, ana watoto wake wangapi? Watatu, wanne. Siongelei vile, au mimi na mama yangu hapa, kama mama yangu mzazi, mimi ni mwanae. Sio huo. Ni upako wa malezi yale ya mama. Yule mama akawa ananiambia hivi kwamba na mwanangu huyu nimempa unaibu waziri, lakini anafanya vibaya, namuondoa. Yaani nasikia Mungu ananiambia msikilize anachokwambia. Na Bwana akaniambia hivi, umjibu mwambie hivi, ni sawasawa ukimhamisha nini? Kitengo. Ni sawasawa ukimhamisha katika ile eneo. Kwa lugha ya kinabii, yule mwanae yule ambaye ni mbunge, ambaye ni naibu waziri nafikiri kwenye mambo ya elimu, kama sijakosea, wa elimu, anaitwa nani? Wanu. Yes, asante sana. Anaitwa Wanu. Nimeona kuna jinsi yule mheshimiwa Wanu atafanya vibaya kwenye ile wizara. Alafu Mheshimiwa Rais atamuondoa kwenye ile nafasi kwa sababu atafanya vibaya. Bwana asifiwe sana. Naomba nirudie vizuri hapa nipate sawa sawa. Nimeona kwenye nafasi ile ambayo amepewa na Mheshimiwa Rais kuwa naibu waziri wa elimu, kuna jinsi atafanya vibaya kwenye utawala pale. Alafu Mheshimiwa Rais atamuondoa. Yaani atakuwa ana mashaka ya kumuondoa, lakini Bwana ananiambia hivi, nimwambie tu afanyaje, amhamishe kitengo, amhamishe tu, maana mambo itazidi kuharibika sana. Na yaongea leo kwa sababu gani? Bado hayajatokea. Na mimi na historia ya kusema vitu na kutokea. Lingine Bwana kaniambia kuna watu kwa yeye kujua au pasipo kujua, amesababisha watu hao wasipate madhara. Sitaki kuwataja hao watu, lakini mimi najua, tena hasa ni mtu mmoja tu au wawili, kwamba kwa yeye kujua au kwa kuto kujua amesababisha wasipate madhara, yani wasidhurike.
na kwa sababu hawakudhurika hao watu au huyo mtu, na huyo mtu hakupata madhara, basi Bwana amemuongezea maisha. Nakumbuka kuna unabii nilitoaga kwamba naona yes, sio saa. Kuna unabii ambao niliutoa mpaka ukaspread sana juzi hapa, ule ukaenda sana, ule ambao Mange akauposti kwamba kifo, kama nimeona kifo. Sasa kwa sababu kuna mtu au watu kwa yeye kujua au kwa kuto kujua hawakudhurika na pia hawakupitia hali fulani hivi za mauti, basi Mungu anaambia nimwambie kwamba hata lile ambalo lilikuwa litokee na ambacho watu pia wanaomba litokee, Bwana ameongeza muda wa wewe kuishi, kamuongezea muda wa kuishi. Hapa najua wale watukanaji wanakasirika, lakini mimi nasema yale ambayo Mungu ameniambia, kwa sababu mimi nina upako wa Mungu, nimeteuliwa na Mungu, natakiwa nimsikilize Mungu, sio wanadamu wanavyoniambia. Kwa hiyo kuna jinsi Mungu afanyaje, kwa sababu tu kuna watu kwa sababu tu kuna watu hawakudhurika. Kwa hiyo Mungu ameongeza time. Bwana asifiwe sana. Jambo la tatu, hili ni la mtumishi wa Mungu, langu mimi sasa. Kutokana na hayo, uchaguzi umeshaisha, kuna watu bado wako tarehe 29. Narudia tena, mimi ni mtumishi wa Mungu, niliyetiwa mafuta na Mungu mwenyewe kwa ajili ya kuwasaidia watu. Kwa hiyo namsikiliza Mungu ameniambia nini, alafu mimi nakuja hapa na shauri. Sasa nashauri hivi kwa watu wa Mungu walioko Tanzania. Tunajua kabisa kila mamlaka inawekwa na Mungu, na hata ile iliyopo imeruhusiwa na nani? Na Mungu. Anasema kwenye Warumi kule. Kwa hiyo ukiona kuna mamlaka ipo, ujue Mungu ameiruhusu. Zingine Mungu anaweka mwenyewe, zingine fanyaje? Anaziruhusu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kuna sababu. Mfano mzuri, utawala wa Mheshimiwa Magufuli aliishia 2021. Mungu hakuruhusu aweze kuendelea, kwa hiyo kaishia pale, ndo akaingia Mama Samia. Ni Mungu anafanyaje? Anaruhusu au anaweka. Kwa hiyo niwaambie watu wa Mungu, kuna baraka ambayo pia ipo kupitia utawala huu, watu wa Mungu. Kwa maana hata leo hii, hata ukiangalia bunge letu, kuna jinsi ambavyo bunge letu lilivyo na mpango ule wa mawaziri na manaibu wake. Kuna jinsi sisi raia tulitamani labda ingekaa namna fulani, lakini haijakaa kwenye namna ile ambayo sisi tunaitaka. Imekaa kwa jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais ameona inafaa. Kwa nini? Kwa sababu kuna mlango upi wa Mungu kuja Tanzania. Kwa njia gani? Kuna watu lazima wainuke ili hao watu wawe mlango, wawe mtu wa Mungu kubarikiwa. Kwa hiyo usikae tarehe 29 usikae tarehe 30, usikae kwenye matukio yale yaliyopita. Iangalie baraka ya Mungu iko wapi. Naomba niishie hapa na nisiendelee tena, lakini la mwisho, nimeona mlango ni mdogo sana wa kuvuka, mdogo sana tena sio mlango, dirisha ni kubwa, lakini lina nondo, lina zile whole section ziko pale. Kwa hiyo ni sehemu ni ndogo sana kuvuka, lakini wanaona ni wachache. Na hata mimi pia nikawa napambana, napita hapa, lakini nikawa pia napitisha na watu wangu, na wewe pita, napitisha tena watu ambao nimeona kwenye roho wananiita baba, nikawa nawapitisha, na mimi nikawa wa mwisho. Nimeishia hapa, sitafsiri zaidi hapa. Naomba twende kwenye kifungo cha upako, tuangalie sasa hapa, tumalizie. Naomba tu nisikie vizuri. Nisema hivi siku ya jana kwamba kila kitu
kinaendeshwa na upako. Nikasema shetani au wachawi ambacho wanakufungia wewe, wanafunga upako. Ni bora wachawi wafunge kanisa, lakini wasikufungie upako. Narudia tena, wachungaji mlioko Tanzania nisikize vizuri hapa, watumishi wa Mungu, ni bora mchawi akufungie huduma, afunge kanisa, akufungie ndoa, familia, jamii, lakini asifunge upako. Upako ukifungwa tu, hata kama ndoa ipo, familia ipo, jamii ipo, taifa ipo, kanisa lipo, haifanyi kazi, kwa sababu kanisa linaendeshwa na upako. Kuna watu wanasali madhehebu mengine makubwa tu huko, lakini jioni wanakuja huduma ya Kristo. Kwa sababu gani? Huduma ya Kristo kuna mtumishi mwenye upako, au kuna watumishi wenye upako. Kuna watu kabisa wako na dini zao, Uislamu au Buddha au Ukristo wa dhehebu fulani, lakini mchana kuna mtumishi fulani wanamtafuta. Kwa nini? Huyo mtumishi ana nini? Ana upako wa Mungu kwa ajili yao. Kwa hiyo katika vitu vya kuchunga duniani, chunga sana upako usipotee. Chunga sana upako usipotee. Ukiwa baba, chunga sana upako wa ubaba usiondoke. Ukiwa mama, chunga sana upako wa mama usipotee. Ukiwa una ndoa, familia, jamii, chunga sana upako wa ndoa usipotee. Kuna binti mmoja alikuja hapa na mama yake. Huyo binti ni Waislamu. Nikaona yule binti ana upako wa ndoa, ni Muislamu, ana upako wa ndoa. Nikamwambia, kila mwanaume anayekufuata anakuambia ndoa. Ndio, ni kweli au si kweli? Nikamwambia, ni kweli mtumishi. Kila mwanaume ambaye ananifuata ananiambia anataka tukunioa, na ni ndoa ya chap chap, ni ya chap. Kwa sababu gani? Ana upako wa ndoa. Lakini binti mwingine hana upako wa ndoa. Mwanaume akija kwake hatangazi ndoa, hapana, anaongea vitu vingine. Kwa nini? Upako umefanyaje? Umevuta. Upako wake sio wa ndoa. Kwa nini naongea haya? Kila kitu kina upako wake. Linda upako, mpendwa, linda upako. Mwasesi linda upako wako. Mchungaji, linda upako wako, usipoteze upako. Amen. Poteza kila kitu, lakini upako usipotee. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa leo nataka tuongee hapa kanuni za upako kwa mujibu wa nini? Wa Biblia. Kanuni za upako zilivyo, na ukizifuata upako unao. Mama, naomba nisomee sasa. Nisomee kitabu cha Kutoka sura 29 mstari wa 7 hadi wa 9. Ndipo utakapotwaa hayo mafuta ya kutiwa, mafuta ya upako. In English anasema anointing oil, anointing oil, mafuta ya kupaka. Endelea. Ndipo utakapotoa hayo mafuta ya kupakwa, ndio, na kutiwa na kumiminiwa kichwani mwako, na kumiminiwa kichwani mwako, ndio, na kumtia mafuta, kisha walete hao wanawe, na kuwavika kanzu, ndio, kuwavika kanzu, na kuwavika kanzu, ndio, nawe wakaze mishipi. Soma haraka twende. Haruni na wanawe, na kuwavika kofia, nao watakuwa na huo ukuhani kwa amri ya milele. Sikiliza hapo, rudi hapo. Nao watakuwa na huo ukuhani kwa amri ya milele, kwa amri ya milele. Haruni na wanawe wanapakwa mafuta ili wao makuhani kwenye hema, ili wawe na ukuhani kwa amri ya milele. Haleluya! Jana niliwaambia hivi, kupakwa mafuta ni kuchaguliwa na Mungu na kuteuliwa kwa ajili ya kuwamiliki watu wa Mungu. Narudia, mimi leo hii Bwana akinitia mafuta ni ili niwamiliki watu wa Mungu. Nyie wote ambao mko hapa, nyinyi ni watu wa Mungu ambao mmewekwa kwenye mikono yangu. Ndio maana nikiwaombea mnafunguliwa, nikiwaombea mnapona, nikitamka baraka mnazipokea. Kwa sababu gani? Nyinyi ni watu wa Mungu
mliowekwa mkononi wani kwangu. Kwa njia gani? Upako. Sasa kanuni ya upako ni amri. Aroni na wanayo watakuwa nini? Makuhani kwa amri ya milele. Narudia tena, kanuni ya kwanza ya kuwa na upako, kutembea kwenye upako, ni kutembea kwa amri. Mtu mwenye upako hatembei kwa sheria. Mtu mwenye upako hafuati sheria. Mtu mwenye upako anafuata amri ya nani? Ya yule aliyemtia mafuta, ya Mungu wake. Sheria za kwenu nyinyi msiokuwa na upako. Maana mtu ambaye hana upako ndio inabidi atembee kwenye sheria, lakini mtu mwenye upako hafuati sheria, anafuata amri. Kwa mfano, Mheshimiwa Rais pale anapomteua mkuu wa mkoa, sawa, mkuu wa mkoa hafuati sheria zenu nyinyi, anafuata amri ya nani? Ya rais, si ndio? Ya mkuu wake. Rais akimwambia nenda mshike mtu fulani mweke ndani na kuja, hata angalia sheria inasemaje. Hata angalia, ataenda mchukue huyo mtu amweke. Nasikia vizuri eh? Mfano mwingine ni nini? Maaskari pia wanaitwa polisi, kwamba ni watu wa nini? Wa sheria, lakini njoo angalia, hawaishi kwa hizo sheria zenu. Kwa amri ya nani? Ya mkuu wa majeshi ambaye ni nani? Ni rais. Mtu mwenye upako anaishi kwa amri. Si naeleweka vizuri? Mungu anaweka amri kwamba msiue, si Mungu ameweka, lakini Mungu huyo anaangamiza ule uzao wa Nuhu kwa maji wote. Mungu huyo ameweka sheria. Kwa Lutu moto. Mungu huyo mmoja. Yeye Mungu si Mungu wa sheria, yeye ni Mungu wa amri. Narudia tena. Bwana asifiwe sana. Nikisema upako ni lugha ya Biblia inayomaanisha mteule. Ndio maana Mkristo anatakiwa aishi kwa amri za Mungu, not law, sio sheria. Nimeenda level nyingine hapa, nimeenda level zingine hapa. Mtumishi, utufundisha tuishi kwa sheria. Ni kweli, ukiwa bado haujatiwa mafuta, ni kweli, fuata sheria, ni kweli. Lakini the moment tu umetiwa mafuta na Mungu, Roho Mtakatifu au mtumishi wa Mungu, ule muda tu ukifika, ujue sheria kwako zimekufa zote. Unaishi kwa amri, unaishi kwa mujibu wa kinywa cha yule aliyekutia mafuta. Leo hii hapa kanisani nikamtia mtu mafuta hapa, sheria zote anaacha, anafuata kile nitakachomwambia mimi, amri nitakayompa atakuwa afate. Kwa nini? Mimi ndio nimtia mafuta. Nikwambia haya, kwa sasa hivi ni mwendo ni kushoto. Sio unajua mtumishi, sheria sheria ni za watu ambao hawana nini? Upako. Haleluya. Naeleweka vizuri? Ndio maana Mkristo aliye mtumishi wa Mungu, sawa, hafuati sheria hizi za amati. Sina eti mchungaji nataka watu waelewe. Paulo anaingia mahali, anasikia njaa, watu wanahojihoji, anawaambiaje? Nyinyi kuleni, msiulize hii ni nguruwe, hii ni punda, hii ni ngedere. Kuleni. Kwa nini? Mambo ya ule nguruwe usile nguruwe, hao ni wale wasiokuwa na upako, wafuate hizo. Maana mwenye upako kuna wakati lazima ule nguruwe ule tu, kwa sababu hamna jinsi. Yaani mazingira yamekuamrisha kama hapa, kama asili nguruwe hapa nakufa njaa, kama asili hapa nakufa njaa. Kuna kipindi wa China walipitia maisha magumu sana, nchi yao ilikuwa jangwa na mashambulio yalikuwa ni makubwa sana, vyakula vikawa hakuna kabisa. Rais wao akawaambia, sikilizeni, chochote ambacho mnaona mbele yenu kuleni, alimradi tu muishi kabisa. Wakaandaa dawa ya kuondoa sumu
kwenye mimea na kwenye wanyama, kwenye hizi nyama, kwamba wanachukua ile nyama waka ile dawa wanakula, konokono kula, mjusi kula, kenge kula, nyoka kula. Kwa sababu gani? Pale amri ni ya kuishi, maana kizazi chao kilikuwa kinafutwa na hawa jamaa wa nani hawa Freemason hawa, walikuwa wanafuta ule uzao. Akamwambia, nisikilizeni, kuleni chochote ambacho kipo mbele yenu, dawa hii hapa, tieni dawa, kuleni. Ndio chanzo cha Wachina mpaka leo kuwa hai, otherwise wangekufa wote wangeisha. Kwa nini? Amri imetoka kwa mtu mwenye upako, kwamba kuanzia leo hii nyinyi ni wateule. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kanuni ya kwanza ni nini? Ni amri. Mungu ana amri ngapi kwa wanadamu? Si 10 tu. Ukifanikiwa zile amri kuzifuata vilivyo, automatiki Mungu anakutia nini? Mafuta. Huwezi kuwa na upako alafu eti hauishi kwa kufuata amri ya Mungu. Haiwezekani. Eti leo hii hapa labda mkuu wa mkoa hapa Arusha, alafu eti anaongoza huu mkoa jinsi anavyojisikia yeye. Rais anamtimua kabisa, anamuondoa. Nani amkutia mafuta? Fuata amri zake. Kama ni Mungu, fuata amri yake. That's why mimi naongea hapa. Mimi siwasikilizi watu, hapana. Naangalia Mungu ameniambia nini, kaniamrisha nini, kanipa amri gani, nafuata. Upako tele, nikiombea mtu anafunguliwa, tamka hilo linakuwa. Kwa sababu gani? Nafuata amri. Aya ya pili na ya mwisho, Yohana wa kwanza sura ya 2:26 na 27. Nisomee. Nimewaandikia haya soma, katika habari za watu wale wanaotaka kuwapoteza. Katika habari ya watu wale wanaotaka kuwapoteza. Duniani kuna watu wamejiandaa wakupoteze. Duniani kuna watu wamejiandaa wapoteze ndoa yako. Lazima uwe na upako ili isipotee. Duniani kuna watu kabisa wamedhamiria uwe masikini. Sikiliza, kuwa na upako, yani shika amri, hutapotea. Kwa sababu gani? Soma hapo chini. Nanyi mafuta yale mlioyapata. Yani mtu hapotei kwa sababu ana nini? Ana mafuta. Mafuta yale mlioyapata, soma, mlioyapata kwake, ndio yanakaa ndani yenu. Mafuta yale yanakaa ndani yenu. Soma, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yale yanayowafundisha habari za mambo, mafuta yake yanayowafundisha mambo yote, tena ni kweli wala si uongo. Tena mafuta hayo yanafundisha ukweli na wala si uongo. Mwisho topa hapo. Ukiwa na muda wewe utaendelea. Kanuni za upako. Ya kwanza, shika amri. Ya pili, ukweli. Shika kweli. Narudia tena, kuna watu kabisa ndoa zimepotea. Kwa sababu gani? Hamjui kweli ya ndoa. Hamjui amri za ndoa. Kuna watu familia zimeharibika. Why? Hazina upako wa familia. Kivipi? Hazina amri ya familia na kweli familia hakuna. Kuna watu ni masikini. Kwa nini? Hawana upako wa utajiri au upako wa uchumi hawana. Kivipi? Hawana amri za uchumi na kweli za uchumi hawana. Yaani hawana upako. Lugha rahisi, hawana upako. Na wafundisha lugha nyepesi. Yaani mimi mtu akishinda kunielewa ni yeye tu mwenyewe sasa. Vitu hivi ni vyepesi, shika amri, shika kweli. Maisha yako siku zote inakuwa bora. All the time unakuwa bora. Huanguki. Mtoto wako mfundishe kushika amri, kama ni za familia, azishike na ukweli. Umpe ukweli, ajue ukweli. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kanuni za kutembea kwenye upako, utembee ukiwa unaijua kweli, lakini zingatia nini? Amri. Unaijua kweli, tembea kwenye amri. Hutaanguka, nakwambia hutaanguka. Kwani hata mimi naongea hapa mbele, kwani sianguki? Kwani mimi ni nani? Mimi ni nani? Ni nani? Ni mwanadamu tu kama wengine.
mahali ambako na kuzidi, mimi nashika amri na kweli, sitembei kwenye vitu ambavyo sivijui, sitembei nje ya amri ya Mungu, niko hapo. Bwana asifiwe sana. Sasa ukienda mbele zaidi, amri ya Mungu na kweli ya Mungu sawa. Hebu nisomee Wafalme wa Kwanza sura ya 3. Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 7 na mpaka mstari ule wa 12. Anyway, lakini mnaijua hii. Solomoni anaomba nini? Moyo wa adili. Anapewa upako. Solomoni anatawazwa kuwa mfalme, anapewa upako wa nchi. Mungu anampa vitu viwili tu, anampa moyo wa adili ambao ni hekima na akili. Hekima ni nini? Hekima ni mtu mwenye amri, ni mtu ambaye anajua kuamua. Huwezi kuamua kama hujui amri, huwezi, never, huwezi kufanya maamuzi kwenye uchumi kama hujui amri za uchumi. Ndio maana wengi wana mess up, sababu hekima ni amri. Hekima ni amri, akili ni kujua kweli. Solomoni alikuwa anazijua amri za Mungu na kweli ya Mungu. Yaani Mungu anampa moyo wa adili. Moyo wa adili anampa kuwa na nini? Kuwa na hekima na akili. Njoo chunguza, hekima kimaandiko ni nini? Ni amri. Njoo angalia Solomoni akiwa anafanya maamuzi, angalia anazingatia nini? Amri za Mungu. Kuna kesi moja ambayo alipata Solomoni, wamama wawili. Mmoja amelala usiku akalalia mwanaye akafa, mwingine mwanaye hakulalia hakufa. Yule ambaye amefiwa na mwanaye akampata Solomoni mfalme, akamwambiaje? Huyu mama mwenzangu, huyu mwanaye ndio huyu aliyekufa, ila yule ambaye hajafa ndio mwanangu. Akaangania, anaamwaje hapo? Solomoni akafuata sheria, amri ya asili, kwamba siku zote mzazi ni amri, hapendi kuona mwanaye akifa. Ni amri ya asili ile. Akamwambiaje? Basi mtoto tumgawe, tumkate katikati, tumgawe, uchukue wewe nusu kiwiliwili, mwingine achukue miguu. Mzazi akasema basi amchukue tu, basi amchukue tu bwanaye. Amri ya asili, amri kwamba mzazi yeyote hapendi kuona na hataki itokee kuona mwanaye amekufa. Basi akasema basi huyu mtoto ni wa huyu mama, basi mpeni mwanaye. Wewe aliyekufa ni mtoto wako, kazike huko. Kwa nini? Ni hekima. Ameamuaje? Hekima ni maamuzi yanayofuata amri. Zipi? Za asili kibibilia, amri za Mungu. Narudia tena, wachungaji mlioko Tanzania, mnisikilize hapa, nawasaidia. Mkiletewa kesi hata pia na washirika wenu au waamini wenu, usikae tu kawaza alafu ukaamua. Hapana, angalia amri unasema nini. Muumini wako amekuja au mshirika ana kesi yake ya ndoa, sio ukae tu unapima. Hapana, amekuambia vizuri. Baada ya hapo njoo ziangalie amri za ndoa. Mungu ameongea nini kwenye mambo ya ndoa? Ametoa amri gani? Tumia hizo amri, kesi umaliza. Ni hivyo hivyo pia hata kwako. Mambo yako ni magumu, hayaendi, tafuta hekima ya Mungu. Ipi? Tafuta amri ya Mungu. Kuna watu kabisa kiuchumi wana hali mbaya, njoo angalia ile amri yatoa zaka, hawatoi. Naso hata mimi watu kinijia wengi, mtumishi uchumi, okay, njoo zaka unatoa zaka. Naanzia hapo kwanza, sababu najua ni amri ile, kwamba kwenye kila pesa yako lazima utoe sehemu yake, ufanye kazi ya Mungu. Mtumishi, mambo huku imeharibika, mtumishi kazi imefukuzwa, mtumishi biashara imeanguka. Najua pa kuanzia ni wapi? Tena kwenye amri ya Mungu. Unatoa zaka? Ndio. Okay, sawa. Je, zaka sahihi? Zaka kamili? Ndio. Sawa. Amri ngapi? Ya 3. Unatoa wapi? Je, Bwana amekwambia utoe pale? Unajua tayari kavunja amri. Ni simple tu, rahisi tu.
kwa sababu haiwezekani uwe eti unatoa zaka mahali penye upako alafu eti mambo yaharibike. Hapana. Utoe zaka mahali penye upako mambo yaharibike? Yaani utoe zaka huduma ya Kristo hapa alafu eti mambo yaharibike? Hapana. Hapana. Inawezekana umetoa lakini sio kamili. Bwana, mimi sisi kuoni umepiga zako huko milioni zako 100, umekuja hapo umetoa bilioni 1 zaka. Mimi najua, mimi sijui, ni baadaye ndio Mungu alifunulie. Kuna mama mmoja lakini baadaye alikuja akaniomba toba. Tunaomba kuhusu habari yake ya uchumi. Huyo mama nisamehe tu, nafikiri hata leo hayupo. Alisamehe tu lakini simtaji jina. Huyo mama alikuwa anapita hali ngumu ya uchumi. Kila tukiomba mbona mambo hayui? Bana, sikio nikaonyeshwa usiku kwamba kuna siku Mungu alikuwa anapita pagumu, alafu mimi nikamuombea akapata milioni 2. Hata milioni 2 atakiwa atoe zaka ngapi? 200,000. Akaja akata 20. Hata tunaomba, Bwana akaniambia hivi, huyu alitoa zaka shilingi 20,000 hakutoaga, ndio maana leo hii nimeachilia ashambuliwe. Kama mama, mbona naambiwa kwamba kuna siku Bwana alikufungua kwa maombi ambayo nilikuombea mimi kwa Bwana, ukapata kama ni 2, kama 200,000 milioni 2. 200,000, mbona naona 200,000 milioni 2? Kada mtumishi, unisamehe tu, ni kweli ile siku nilikuwa na shida kweli, nikapata ile pesa kweli, nikatumia kwenye mambo yangu kweli, sikutoa ile, naahidi naitoa. Nikamwambia basi fanya upendavyo. Akatoa zaidi, akatoa 400,000. Haleluya. Akatoa 400,000. Baada tu ya kutoa ile ngapi, ile 400 ile, mwezi unaofuatia au kipindi cha mbele yake hapo, ana nyumba yake hiyo iliisha. Alijenga nyumba yake ikaisha. Kwa nini? Alivunja amri. Narudia tena jamani, ukiona maisha ni ngumu, kuna amri umevunja. Ukiona ndoa imeenda mramba, imepotea, kuna mmoja wenu kati ya wewe au mwenza wako amevunja amri. Amri ya ndoa inasemaje? Tuache leo, tuache. Bwana asifiwe sana. Nimalizie ya mwisho, maisha ya upako, jinsi ya kuishi kwa upako. Namalizia hapa, jinsi ya kuishi maisha ya upako ili ufanikiwe, ili ubarikiwe. Haya, huu mstari wengi mnaujua, Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 19. Wengi wenu mstari huu mnaujua. Nisomee. Nazishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako, yaani watoto wako. Hapo utaishia. Maisha ya upako tunaishi kwa kuchagua uzima. Mtu ambaye amechaguliwa na Mungu kumtumikia yeye, kwenye kila kitu anachagua. Kazi unachagua, mazingira ya kuishi unayachagua. Kama ni kijana hujaoa, unachagua mke. Kama ni binti hujaolewa, unachagua mume. Ni bora uishi hivyo single kuliko uishi na mwanaume ambaye hana uzima. Yaani kuishi kwa upako, hatuishi kwa baraka. Tunaishi kwa uzima. Uzima nini? Ni amri. Pale tunarudi amri. Tunaishi kwa nini? Kwa kuchagua. Tunachagua nini? Tunachagua vyenye upako. Narudia tena. Kuishi kwa upako ni kuchagua vyenye upako. Vile ambavyo havina upako unaviacha. Kuishi kwenye ndoa yenye upako ni kuchagua mambo ya ndoa yenye upako, mambo ya ndoa yenye amri za Mungu. Ndio maana huwa kabisa nashauri
tena hasa kwa wanaume, msipende sana kusikiliza wake zenu. Nawaambia tu kweli, msipende sana. Kama ni kusikiliza mke wako, umsikilize kwenye amri za Mungu, awe anaongea kwenye amri za Mungu, otherwise utapotea. Kwa mwanaume, mmeona Adamu alipotea, badala ashike amri ya Mungu kwamba usile mti huu, yeye akaendekeza mapenzi. Alipotea Adamu kule. Samsoni alipotea, aliambiwa kabisa amri, usinyoe nywele. Nguvu iko wapi? Ipo kwenye nywele. Akaendekeza mambo ya ukahaba, akamsikiliza mke wake, badala asikilize amri kwenye kinywa cha mke wake. Samsoni akakule. Watu hapa hawapendi, watu hapo kaambiwa hawapendi lakini ndio kweli, inawasaidia. Naongea ya Mungu kwa sababu hebu niongee kwa wanaume, niongee kwa wanaume. Wakina mama kidogo hapa msamehe kidogo, niongee kwa wanaume. Mwanaume, unapooa mke wako anakuwa msaidizi, kisha Bwana akamfanyia Adamu msaidizi. Mke anakuja anakusaidia kwenye zile amri, hatakiwi akutoe kwenye amri, akusaidie kwenye amri, sio akutoe kwenye amri. Yaani mimi leo ni mchungaji hapa, nikioa tu mke wangu aje anisaidie uchungaji wangu. Kama anisaidii, akae nyumbani, akae mbali na mimi kabisa, kwa sababu ni amri, sio anitoe. Ndio amri hizo, kwamba amri ya mwanamke ambaye anaenda kuolewa mahali, unaenda kumsaidia huyo mtu kwenye amri zao. Kama umeolewa na Mchaga, ujue wewe ni mfipa, ujue utaacha ufipa, utaenda kusaidia amri za Kichaga za mume wako. Ndio iko hivyo. Sasa mwanaume ambaye hana akili ataacha zile amri za Mungu, afuate za mke wake. Potea huko, unapotea kabisa, mbali. Nimeongea kwenye ndoa, twende kwenye jamii. Nimefungua labda biashara yangu, si ndio? Ninapoajiri watu waje wasaidie hii biashara kwenye amri hizo, sio wanifanye niache biashara. Hapana. Haya, twende hapa kwenye huduma hapa kanisani. Nikichagua viongozi wa kanisa, hawatakiwi wanitoe kwenye utumishi, wanishauri na wanisaidie kwenye amri za utumishi. Sio anitoe anaambie acha utumishi. Hapana, anaambia hivi, mtumishi, ili kazi ya Mungu isonge mbele, fanya hiki hapa uende. Sio acha. Mtumishi, hama huduma ya Kristo sasa hivi, hamia kule KKT sasa, na hapa na mwacha nani hapa Nakumbuka kipindi cha nyuma 2011 hivi, 12 hivi, kabla sijaoa kipindi hicho, kuna binti mmoja, mama yake ni mtumishi wa Mungu, mjomba wake ana kanisa hapo ana kanisa tena kabisa. Hilo kanisa liko kabisa hapo kwao, wanaimba vizuri, hapo ndani Temeke hapo. Kasema basi mwanamke huyu ndo anafaa, kwa sababu kwao wana kanisa. Mama yake ni mtumishi wa Mungu, mjomba wake mchungaji, mtoto ni mwimbaji. Hapa nafaa kuoa hapa. Yule binti akaniambiaje? Kwa kweli katika watu ambao sifikiri kuolewa nao ni wachungaji, na mimi na wito wa uchungaji. Nishasikia wito wa Mungu kipindi hiyo, niko hapo last mile kule kabisa. Kuna mahali nimeajiriwa, yeye anataka apate vile vipesa vyangu vile kabisa. Ni 2013 ilikuwa. Anaambiaje? Mimi sitaki habari za watumishi, sitaki kabisa. Maana yake yule hata ningemuoa, utumishi wangu ungekufa. Kuna hapa hapafai, kwa sababu tayari nishapewa amri kwamba unakoelekea utakuwa mtumishi wangu. Kwa hiyo hata ninapoenda kuoa, basi niangalie ambaye atanifaa katika utumishi wangu. Haleluya! Ndio
Bwana asifiwe sana. Haleluya. Unainuaje wafanyakazi wako? Unaajirije? Bwana asifiwe sana. Na hata kama labda imetokea kabisa umeoa vizuri, sawa, labda huyu mwanamke akakudanganya kwamba mimi nitakusupport kwenye utumishi, alafu baadaye akakiuka, wewe mweke kando, weka kando. Bwana asifiwe sana. Naomba usimame tuombe upako, muda umeshaenda. Naomba usimame hapo ulipo, tuombe upako, moyo wa adili. Bwana akupe moyo wa adili, uzijue amri, ujue na kweli ya Mungu. Sema Bwana Yesu, nipe upako wa familia. Bwana Yesu, nipe upako wa ndoa, nipe upako wa jamii, nipe upako wa biashara, nipe upako wa elimu. Bwana Yesu, nipe upako wa pesa kwa jina la Yesu. Sasa anza kuomba kile ambacho unakihitaji, Bwana akupe upako. Kile ambacho ndani yako unakihitaji, ni kazi, ni biashara, ni elimu, labda kuna mahali unaomba Mungu akusaidie, ombea kwa jinsi ya upako, ombea kwa jinsi ya upako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai, Bwana Yesu, naomba sasa upako wako katika utumishi wangu. Bwana, nipe upako. Bwana, naomba upako, 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 upako. Bwana Yesu, nipe upako sasa katika uchumi, katika fedha, katika maombi. Bwana, nipe upako katika ibada. Bwana Yesu, nipe upako, nipe upako, nipe upako, nipe upako. Endelea kuomba tu hapo ulipo. Bwana, nipe upako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Baba, nipe upako sasa, nipe upako, nipe upako, nipe upako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sema Bwana Yesu, nipe moyo wa kuchagua vyenye upako. Bwana Yesu, nipe macho niweze kuona vyenye upako kwa jina la Yesu. Anza kuomba sasa. Bwana akuonyeshe vyenye upako. Baba, nionyeshe vyenye upako. Fungua macho yangu Bwana Yesu, nione vyenye upako, nione vyenye upako, nikavione, nikaone, 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 nione. Macho yangu yafunguke, akili zifunguke, nianze kuona vyenye upako, vyenye upako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya, amen. Funga macho yako nikuombe sasa. Baba, katika damu ya Yesu Kristo, Bwana Yesu, ninaomba sasa ukampe upako huyu mama, huyu binti, huyu kijana, huyu mtumishi, huyu mzee, kila mmoja kwenye mahitaji yake. Bwana, ukampe upako sasa wa kushika amri zako na kujua kweli. Na Bwana Yesu, wape moyo wa adili ili Bwana wakutumikie wewe katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya, amen. Basi maombi haya utaendelea, kama Mungu atakupa nafasi usiku kuamka, basi endelea kuomba tu upako na Bwana atakusaidia kabisa. Kama umejiandaa kwa sadaka, basi utashika mkononi. Wale ambao tayari mmetuma sadaka zenu mapema kabisa, taomba hapa na Bwana atakubariki. Na wewe ambaye hakujaliwa kuwa na mazina yoyote, basi pia nitakuombea na Bwana atakuwezesha. Funga macho yako. Bwana Yesu, naomba sasa kwa ajili ya watu wa audio, watu wa video na kule YouTube. Bwana Yesu, naomba sasa ukawape upako ndani yao kwa sadaka walizoshika, zaka zao, dhabihu zao ambazo wanazitoa mahali hapa, ili Bwana zifanye kazi yako. Nami naomba Bwana Yesu sasa, Bwana ukawabariki, Bwana ukawainue sasa. Usiache Bwana Yesu miguu yao ikasogezwa. Bwana usiache wakaanguka, maana wanatoa hazina zao ili Bwana zikuinue wewe, zifanye kazi yako. Bwana Yesu, naomba sasa malaika wako wanaofanya kazi wakashuke sasa, wakafanye kazi kwenye familia zao, kwenye ndoa, uchumi, kazini kwao. Bwana ukawainue. Wale ambao wanaweza wanasoma, Bwana ukape fahamu, wakafanikiwa katika elimu zao katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, amen, amen. Basi sisi kwa hapa Arusha, basi utoe hapo sadaka yako vizuri, alafu ukae huku. Nilikuwa naongea nikitangaza watu wa mtandao kule YouTube. Naomba nizungumze vizuri hapa. Huduma hapa Arusha tulifunga na ni mpaka mwakani nafikiri nitasema utaratibu wa kuja hapa Arusha.
Sisi hapa Arusha bado hatujawa nisemeje? Okay, lugha hii acha niache, maana wengine itawachanganya, lakini nitatoa utaratibu mzuri wa kuanzia mwakani kwa watu wa hapa, kwa watu wa kuja hapa Arusha kituoni. Nitaweka vizuri. Bwana ananiambia nifunge milango na nini na madirisha. Kwa hiyo nikawa nimezuia watu wa nje wasije. Lakini pia tajuzi hapa pia Bwana pia akaniambia funga na hapa Arusha. Kwa sababu gani? Kuna kusudi ambalo Bwana anataka kulitenda hapa Arusha. Kwa hiyo nafikiri kuanzia mwakani nitasema utaratibu watu kuja hapa Arusha kuja kuniona, au ibada itaendaje kwa hapa Arusha, au huduma itakuwaje. Maana Bwana amenipa kipindi cha kufanya huduma, na kabisa naomba Mungu anijalie uhai na uzima, ili ile huduma ambayo Bwana ameweka ndani yangu basi nikahudumia watu nasema ya hela yote yani niweze kuwahudumia watu kwa nguvu zote. Hata siku nikifa, basi ile kazi yangu nimefanya vizuri. Kwa hiyo nitaongea vizuri. Nafikiri kipindi hiki cha hii wiki moja na nusu iliyobakia hapa, uendelee tu kutufuatilia, nitasema mambo yaweje. Bwana asifiwe sana. Baba, nakushukuru kwa ajili ya watu wa audio, kwa ajili ya watu kwenye video, kwa ajili ya watu kwa kule Iringa, kule Kimara, Dar es Salaam, Kilimanjaro, watu wa kwenye YouTube na watu wote. Bwana, nakushukuru kwa ajili ya baada ya siku ya leo. Bwana ukatubariki, Bwana ukatuinue kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya. Amen.